TV Mpango. Karibu kwenye soka kijiweni, na leo tupo na Ticha Mpango kuzungumzia mbio za ubingwa kati ya Africans dhidi ya mnyama Simba ambazo zimeonekana zikiwa na kasi kubwa sana misili ya mbio za farasi. Karibu sana Ticha. Na kubwa ni mbio za ubingwa katika ligi kuu ya NBC Premier League. Mnyama Simba anaonekana kufukuzia mbio hizi kwa kasi kubwa sana. Yanga Afrika nayo anaonekana kujaribu kutetea harakati zake za kuchukua taji lake mfululizo. Unaamini mbio hizi Yanga Afrika ataweza kuzimaintain mpaka round ya mwisho? Ni jambo gumu sana. Ni jambo gumu sana kwa sababu mechi zilizobaki ni nyingi. Lolote linaweza likatokea. Yes. Na ukiangalia kama vile Yanga ameingia katika pressure kubwa sasa hivi. Wakati tani anakuja sana. Kwa sababu katika mechi ambayo ilikuwa inasubiriwa kumweka Yanga vizuri ilikuwa ni mechi ya dabi ambayo ilichezeka Meja Isamuhyo. Sasa mechi ile Yanga ilitakiwa angalau asifungwe. Ili ya maintain ile mazuri ya aweke mazingira mazuri ya maintain ile point 5. Yanga alifanikiwa katika lile. Na pale hata Simba wenyewe nafikiri walishaanza kuingia unyonge. Kama baada ya matokeo yale ya Meja Isamuhyo Yanga angeendelea kama kwa mechi kama 4 hivi mbele, yes, pengine tungemwona Simba anaangusha pointi kwa sababu ya kukata tamaa. Lakini baada ya draw ile nafikiri Simba anaweza kupata momentum. Haikuchukua muda mrefu, nafikiri baada ya matokeo yale Yanga anakuja anafungwa. Nafikiri baada ya matokeo yale mechi ya 3, nafikiri mechi ya pili iliyofuata ya tatu yake na Dodoma anafungwa kabisa, sio tu ku draw. Kwa hiyo anairudisha mwenyewe mazingira ya kijalala, anarudisha kombe barazani. Maana yake ilikuwa ishaonekana kwamba Yanga amechukua kombe. Baada ya Meja Isamuhyo Yanga alichukua kombe akaingia nalo chumbani. Na watu wote wakajua kwamba shughuli hapa sasa imeshaisha. Lakini pengine alipenda mchezo huu wa pressure na nini, Yanga analichukua tena kombe chumbani, analileta pale barazani kwamba yoyote anaweza sasa kulichukua. Kwa hiyo ni ngumu sana kusema kwamba kama Yanga ataweza kumaintain hii kasi. Na ikumbukwe kwa katika mechi hizo zilizopo hapo kuna mechi na Azam ndio ambayo watu wengi wamekuwa wakiangalia kwamba inawezekana Azam asifungwe, lakini je, hata draw itakosekana? Na ikipatikana draw manake wanaweza, kama Simba ataendelea kumaintain hivi kwa sababu mpira nao una matokeo yake. Mpira una matokeo ya ajabu sana. Wote sasa hivi tuliokuwepo Tanzania, washabiki na wapenzi wa mpira, wana mawazo sana ya Yanga iweza kupoteza au kudraw. Tumemsahau Simba. Lakini mpira una maajabu yake. Unaweza ukashangazwa kwamba gepu linarudi tena point 5 vile vile, mambo yakawa mengine hapa. Kwa hiyo bado mimi naona kwamba ubingwa bado upo hadharani. Kila mmoja anaweza kupeleka mkono akaunyakua. Lakini Ticha, kama tujatoka hapo kwenye eneo zima la michezo ya ligi kuu msimu huu, wengine wanasema kwamba ratiba imekuwa changamoto sana, wengine wanasema kwamba uwezo wa Yanga msimu huu unaweza kushuka na Simba inaonekana kupata momentum. Wewe unaamini tatizo la Yanga msimu huu lipo sehemu gani? Ugumu wa ratiba au tuwasifia wanaofukuzia mbio za ubingwa wa Simba Sports kuwa na ubora mkubwa msimu huu na Yanga kuondoa kwa kiwango chini? Wajua tatizo la Yanga la kwanza kabisa mimi ambalo naweza nikalizungumza na limepelekea Yanga kuwa hapa, pengine kufeli katika usajili. Hili ndio ambalo katika matatizo ambayo nayaweka nikiyaorozesha matatizo ya Yanga, tatizo la kwanza kubwa pengine ndio lilokuja kuzalisha haya mengine ni kufeli kwa usajili. Kwa sababu Yanga bado wanatumia wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa ni wale kwa muda mrefu. Alafu wale wapya ambao waliokuja ili wawapokee hawa ambao walicheza kwa muda mrefu wamefeli. Wamefeli. Kwa mfano tuchukulie kwamba Yanga walimpata winga yule Ekua. Lakini bado ilikuwa ukimwangalia unaona, ukimwangalia alikuwa ni mchezaji wa kawaida mpaka Yanga wenyewe wameshindwa kuvumilia. Alikuyu Kouma Lassine ambaye ni mtu ambaye watu wangetegemea kwamba labda angeweza kuchukua nafasi ya Mudathiri haya pale, ili muda naye apate muda game time za kupumzika zile.
ili Racine Kouma. Bado ukimwangalia unakuta mazingira bado ni yale yale. Namba 10 Okello ameingia na amekaa vizuri, sio mbaya, lakini bado palikuwa pana haja ya kuwa na namba 10 typical ambaye angekuwa nje kuna wakati amsaidie Okello. Sijui kwa nini Yanga walimwacha mtu kama Dumbia. Momo Dumbia. Nafikiri sijui kwa sababu gani wangeweza kusogea naye kidogo katika msimu ili wapate kumwangalia. Wengine wanasema kwamba Dumbia babu, injini ishakata moto tayari, kukimbia hana movement kiwanjani. Sawa, palibaki kuna sehemu kwa sababu Dumbia ulikuwa ukimwangalia usemi kama huyu ni mchezaji mbaya. Ila tunapokuja kwenye ule mpira wa takwimu ndio unaanza kupata mashaka na Dumbia. Kwa hiyo mimi nilikuwa nahisi kwamba Dumbia alikuwa anasubiri sehemu fulani tupake click. Huenda tungemuimba sana Dumbia. Kwa hiyo mimi nafikiri tatizo kubwa la Yanga mpaka leo anahangaika Yanga kuweka gap vizuri la point na Simba, usajili viongozi wanatakiwa watoke hadharani wakili kwa kwenye usajili walifeli sana. Si dirisha kubwa na wala si dirisha dogo. Kitu ambacho Simba walianza vibaya katika dirisha kubwa, lakini walipokuja dirisha dogo walifanya marekebisho, na leo marekebisho yale tunayaona na Simba tayari wamesha click. Wamepata momentum yao. Kwa hiyo ndio maana hata leo tukizungumza nani wa kupoteza, nani kuna possibility ya kupoteza point, watu wanaona kabisa kwamba Yanga inawezekana akapoteza point kwa sababu wachezaji wake mara nyingi anatumia ni wale. Lakini Simba wana kikosi ambacho kikianza first 11 nje kuna watu nawaona kwamba wakija wanaweza kuchukua zile nafasi na wakafanya kazi. Yanga wakianza first 11 nje, ukiangalia wachezaji watakao kuja kuchukua nafasi unakuta mazingira sio mazuri sana. Waone watu ambao watakao kuja na kuchukua nafasi ile ya moja kwa moja. Na kwa upande wa Simba Sports Club, nafasi yao ya ubingwa msimu huu kutokana na hili gap ambalo limekuwa finyu sana kwa upande wa Afrika, unaamini Simba wanaweza kufanya mapinduzi ya kuchukua ubingwa msimu huu? Ndio maana nilisema awali kwamba ubingwa upo barazani. Yaani Simba ana uwezo wa kuchukua, Yanga ana uwezo wa kuchukua. Kwa hiyo yoyote, wala siwezi kusema kwamba huyu ndio ana nafasi sana ya kuchukua. Pamoja Yanga anaongoza kwa gap la pointi 2. Bado nasema hana nafasi sana ya kuchukua au ana nafasi ya 50-50 kama alivyo kwa Simba, kwa sababu Yanga pamoja na ana gap la pointi 2 bado tunamtilia mashaka kutokana na kikosi chake kwamba wanaoanza na waliokuwa benchi hakuna uwiano mzuri. Simba kuna rhythm, kuna momentum, lakini pia wanaoanza na waliokuwa benchi wanalingana. Kwa mfano mimi nasema kwamba Simba leo hata akitoka Chama pale akikaa benchi, mtu kama yule Oura ukimchezesha namba 10, watu wanacheza mpira na wanaweza wakafunga. Hakuna shida yoyote. Selemani Mwalimu anaanzia benchi, pale anaanza mtu mwingine, lakini akiingia Selemani Mwalimu au hata aliyeanza, wote unakuta wanacheza mpira, wanaonyesha. Kwa hiyo ubingwa bado nasema bwana Razaki kwamba ubingwa bado uko hadharani, yoyote anaweza akachukua ubingwa. Na mtazamaji wa SCTV, bado mtazamaji wa TRTV Mpango, bado tunazidi kupata madini kutoka kwa Teacher Makomba akizungumzia kuhusiana na mbio za ubingwa kati ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Teacher, hii tunene Samina yeye hapa barazani kwetu hapa. Young Africa, Simba Sports. Tukianza kwa Young Africa, maamuzi ya kufukuza mwalimu wao Pedro Goncalves. Unaamini Yanga alikuwa sahihi? Mara umeniambia matatizo ya Yanga msimu katika usajili wa Young Africa tunajua umefanywa na viongozi, sio kocha. Alistahili kufukuzwa hapa katikati Pedro Goncalves. Hakustahili. Kifupi tu ni hivi. Isipokuwa vilabu vyetu viwili hivi panapotokea mambo kidogo yana utofauti, wao wanachoona kwamba ni kumtoa mtu kafara ili wapunguze zile kifupi wapunguze zile lawama. Kwa hiyo hayo mambo yapo. Hata watu wakifungwa kuna wakati wachezaji wanaambiwa hawa ndio wameuza, hawa ndio maduka na mwaka huu tunawaacha. Kwa hiyo na washabiki wanachukua maneno kama hayo kwamba kweli bwana wale maduka na nini, lakini usishangae kesho na kesho kutwa wachezaji hao walioambiwa maduka wanaenda sehemu wanacheza vizuri au wanachukuliwa tena wanarudi kwenye vilabu vile vile. Kwa hiyo mimi nafikiri kumuondoa Pedro Goncalves nafikiri ilikuwa, siwezi kusema uonevu, lakini ndio yale kwamba ni kuzima moto ambao pengine walikuwa wanahisi kwamba unaweza ukawaka vibaya, lakini
mimi sikuona, kwa sababu huyo Pedro unamshtaki kwa lipi? Akishapanga first 11 waliokuwa nje kwa kwenda kuchukua nafasi zile waoni. Kwa mfano game ile aliyofungwa Zanzibar. Watu waliokuwa ndani imagine kama nje wangekuwa na striker au mchezaji mzuri. Lakini anachukuliwa mtu mwingine nje aende kuokoa jahazi, wale watu ndio wanaenda kucheza faulo na nini, inapatikana penalty. Kwa hiyo Pedro hakuwa na kikosi ambacho kina uwiano mzuri waliokuwa ndani na nje. Kwa hiyo unafika sehemu kuna tatizo kama kocha, kuna tatizo unaliona pale uwanjani kwamba tatizo lile linahitaji mchezaji wa aina fulani. Unaangalia benchi, unaangalia wote, unaona labda huyu kidogo ndio labda afadhali, hebu ngoja aende pale. Akienda pale anafanya madudu na mwisho wa siku wewe ndio unachukuliwa hatua na wachezaji wanakuwa wako salama. Kwa hiyo mimi nafikiri Yanga sio kama walikurupuka, ndio mpango wao na walikosea. Kama huo ndio ulikuwa mpango wao, Yanga walikosea kumuondoa Pedro Goncalves. Na nikushukuru sana teacher. Asante sana.